Haya basi, leo nimeamua niwaletee tena video nyingine. Hii nitawaonyesha jinsi ambavyo nimepiga beat ya Afrobeat kwa kutumia loops, ambapo nimeongezea baadhi ya vitu, na hapa haijaisha, lakini ni draft ambayo mtu anaweza akaimbia na ukaja ukaongezea vitu vingine. Kwa kuanzia, nataka tu niwaonyeshe vile vitu ambavyo nimevitumia hapa. Kwa kuanzia, nilikuwa na pack yangu ambayo ni hapa, Afrobeats Guitars Essential Pack, ambapo ukifungua ndani kuna compositional loops, kuna loops, alafu kuna loops zenyewe hizi hapa, ambapo ya kwanza niliotumia ni hapa. Lakini kuna hiyo ndo ambayo nimetumia, lakini kuna hii haya. Kwa hizo ni loops ambazo kama utazihitaji naweza nikakutumia, utacomment hapo, afu tutawasiliana ili tuone na kutumia vipi. Sasa hizo loops zinakuwa na stems zake. Stems maana yake ni kama kitu kinachounda kitu fulani. Stem kwa lugha ya kawaida ni mzizi, kwamba hiyo loop kabla hujaisikia iko hivyo, kuna vitu ambavyo vinakuwa vimepigwa vikiunganishwa, ndio unapata hiyo ambayo ni master, inasikika hivyo. Kwa hiyo nikaja kwenye stems, kwa sababu mimi nimetumia loop ambayo hii ni best hii hapa. Kwa hata kwenye loop nikaja nikachagua hii best ambayo ina loop ambazo zinafanana. Kwanza tempo ni ile ile kama niliotumia mwanzoni, na ukisikiliza mojawapo hapa ni hapa. Tufanyie hivi, ukisikiliza hii tunaichukua tunaiweka hapa, si ndio, ili tuweze kuisikiliza. Ta sound hivi. Hiyo ni moja ya loop ambayo nimetumia, lakini kuna hii pia, tuisikilize na saundi vipi. Kwa ina saundi hivyo, lakini ukiacha hivyo kuna hii nyingine ambayo nimeitumia hapa, ambayo hii ndo main guitar ambayo inapiga mwanzo mwisho kwenye beat yangu. Ni loop ambayo pia inaitwa best, imepigwa kwenye tempo ya 93 na ni B, imepigwa kwenye key ambayo ni B. Hivyo ndo vitu vitatu ambavyo nimevitumia hapo. Huko nimetumia hiyo hapa, nikaja nikatumia hivi vitu vitatu hapa, best extra 1, extra 2 na hii main guitar ambayo yenyewe imepiga mwanzo mwisho kwenye beat yangu. Lakini baada ya hapo sasa nikaja tafuta percussion ambayo ingeendana na kiki pamoja na snare, ambazo zingeendana na kile kitu ambacho nimekipiga hapo, ambapo nilivyotafuta nikatafuta kitu ambacho ni hiki hapa, inaitwa
Food ambayo imepigwa kwenye 93 tempo ya 93, ambapo ukisikiliza ina sound hivi. Kwa hivi kwanza unavyosikia hiyo saundi kwanza, kwa beginner yoyote kwanza ni loops ni nzuri kwa sababu itakufanya utengeneze saundi ambayo tayari iko kama complete, ni nzuri. Lakini mimi nashauri kama ni beginner, jifunze kwanza kutengeneza beat from the scratch wewe mwenyewe, usitegemee loops tu. Yani loops zije baada ya wewe kujua kutengeneza beat tokea mwanzo. Loops iwe ni sehemu tu ya kama starter ya wewe kukupa vibe na kutengeneza beat ambayo inaweza ikawa kali zaidi kwa kuongezea vitu vingine. Kwa hiyo tusitegemee sana loops. Sasa hivi kumeibuka watu wengi ambao wanatumia sana loops, lakini kwenye kupiga beat mwanzo mpaka mwisho ukimweka hapo anashindwa kupiga hiyo beat. So jambo baya, ni nzuri kwa sababu teknolojia inazidi kukua, vitu vinabadilika, so lazima mtu uwe na skills sana ndio ufanye vitu. Lakini kwa ushauri wangu mimi, ili uweze kuwa competent kwenye kutengeneza beats, ni bora ukazidi kujifunza wewe mwenyewe, ukaanza kutengeneza beat toka mwanzo. Ukisha master au ukajua kwa kiasi kikubwa, basi unaweza ukaanza sasa kutumia hizi loops kama starters ya vibe na ukapata beat nyingine kali zaidi. Baada ya kuviunganisha hivi vitu, hizi loops nilizokuonyesha nimezitumia, ukizisikiliza kwa mtu mwingine anaweza akasema mimi mbona hapo ingekuwa tayari nishamalizana na beat na inakuwa imeishia hapo. Ukisikiliza hizo loops tu zina sound hivi. Sasa nilichokuja kufanya mimi, nikaanza kuongezea baadhi ya vitu. Mfano nikaweka hii roll ambayo ikazidi kuniongezea ladha kwenye beat yangu. Lakini ukiacha hivyo, nikaja nikapiga base, ambapo hii base nimeipiga kwenye hii ni kwenye nimeipiga kwenye 3XOSC, ambapo preset yake jinsi ambavyo inakaa hapa ndio inaonekana hivi. Kwenye chords hapa utahakikisha inasoma asi 24, lakini hapa chini yake tena asi 24 na hapa chini asi 24. Afu hivi angalia hapa nimeiwekea hapa, lakini hii imebaki kama ilivyo, ambapo sasa ukisikiliza saundi yake ndio ina sound hivi. Lakini pia unaweza ukaja hapa ukajaribu wewe kucheza na vile wewe ambavyo unaona unataka uisikie hiyo base yako, na ndio sound ikatokea hii ambayo unaisikia. Kwa nikaja nikaiongezea hii base ambapo ilikuwa ina sound hivi. Base yangu ili sound hivyo simple tu, lakini pia nikaja nikaipandishia kodi hiyo beat. Nikaja nikaipandishia kodi, ambapo nimetumia kitu cha ndani kabisa. Nimetumia stock plugin ambayo ni plugin ya ndani FL Studio, ambayo nimepiga kwa kutumia FL Keys. Kwenye FL Keys hapa nikaja nikachagua kitu kinaitwa dark piano, nikachagua hii dark piano, lakini nitakuja nikuonyeshe nilivyokuja nikapunguza low frequency kule ili isiwe inalia kwenye noti za chini kabisa. Kwa nilivyoongezea hiyo kodi ikawa inalia hivi.
wakati nimepiga kodi yangu niliongezea hizi noti za chini kama unavyoona hapa. Hii ilipigwa kwenye B4 hapo, ambayo hii ni B minor kulingana na distance ambayo imeruka hapa kutoka nilipopiga kwenda nyingine, imeruka distance ndogo, afu inavyoendelea sasa huko, ina maana kuruka hii distance ndogo tayari ina determine kwamba hii ni B minor, lakini nafasi ingekuwa kubwa hapa ingedetermine kwamba hii ni B major. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukatambua pia kwamba hii key ni B minor au ni B major, lakini wengi wanaamini kwamba ukigusa hizi nyeusi ndio unakuwa umepiga kodi key ambayo ni minor, lakini pia hii ni moja ya njia ambayo unaweza ukagundua, je, hiyo key yako kama umepiga ni B minor au ni B major, distance au umbali wa kutoka pale ulipopigia kwenda kwenye noti nyingine, umeruka hatua kubwa au ndogo. Kwa unaweza ukatumia hiyo, na hii itakusaidia pia wewe kujua hata unapokuwa unafanya mixing kwenye upande wa sauti, kama utakuwa unatumia auto tune, hii itakusaidia wewe kuweka pale key kwamba ulipiga hiyo beat ni kwenye key B minor au B major. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kufanya mixing kwa kutumia hiyo auto tune bila kuteseka. Kwa nilipopiga hizi noti za chini hapa, nikaziwekea kivuli kama hivyo, bonyeza control alafu na highlight, nikazishusha chini kama unavyoona hapa, hizi nikazishusha chini ili zisaundi sauti ya juu, ili kupunguza ile low frequency. Lakini sikuishia hapo, nikaja huku kwenye mixer nikaiassign huku hii dark piano, nikaweka kitu hapa kinaitwa Fruit Parametric Equalizer, afu nikaja kwenye quick nikachagua hii quick roll off, ambapo hii inapunguza hizi low frequency huku ili siweze kusound kwenye noti ambayo ni ya bass, au inakuletea sauti ambayo inakuwa sio nzuri, ni ya bass sana kulingana na sound niliyokuwa naitaka. Lakini pia nikaiongezea, nikaiwekea reverb hapo, lakini pia hivyo ndio vitu ambavyo nikaviongezea hapo. Lakini baada ya hapo sasa nikaongeza kitu kingine kama hiki hapa, ambapo ni sound ambacho kimetumika mara nyingi sana kwenye beat za Afrobeat. Kwa hicho, lakini pia nikaja nikaongeza kaka kitu hapa. Hizi ni fills ambazo zinajazia baadhi ya zinazidi kuongezea ladha kwenye beat yangu. Ni vitu vya kujazia tu, unaweza ukawa umefanya vitu vyako afu ukaviongezea ili kuongeza ladha ya beat. Kwa kina sound hivi. Lakini pia nikaongezea kitu kinaitwa vibe drama string, ambapo ilikuwa ina sound hivi. Kwa hapo unaona kabisa uhalisia mimi nakuwa kama nimepiga vitu viwili tu kwa kuanzia, na beat imebadilika, na inaweza ikawa ni beat ambayo msanii anaweza akaimbia na ikawa ni kali na isifanane na mtu mwingine ambaye atakuja, hata kama atatumia loop kama hizo inaweza isifanane, kwa sababu mimi nilikuwa na vibe yangu ninavyopiga na huyo mwingine atakuwa na vibe yake. Lakini kuna kitu kingine unaweza ukakifanya kwenye hizi loop tunavyotumia hapa, una double click hiyo loop itakuletea kitu fulani hapa. Unaenda hapa kwenye kitu kinaitwa pitch. Kwenye hii pitch hapa unaweza ukafanya jambo, mfano tuisikilize hiyo inavyo sound. Unaweza ukaichezesha hii ukahama hata hatua mbili, unaona kuongezeka hapo nimehama hatua moja, ita sound tofauti, maana inahama key. Unaweza ukaihamisha key kutoka ilipopigiwa kwenye B major ukapiga key nyingine, kwa hata kama mtu huyo atatumia hiyo loop hiyo hamwezi mkafanana kwa sababu key zitakuwa ziko tofauti. Kwa hapo mfano unavyoisikia key tayari imehama tofauti na ile ya mwanzo, ina sound hivi.
Haya, yetu ya mwanzo ilikuwa ina sound hivi, lakini kia sasa hivi ukihama hatua moja hapo ina sound. Lakini pia unaweza ukahama zaidi pia kwenda mbele zaidi na ika sound tofauti pia. Nadhani unaisikia jinsi inavyobadilika. Kwa hiyo utai double click hiyo loop yako, utaenda kwenye hapa time stretching, afu utakuja hapa kwenye pitch, utazidi kuibadilisha kadri wewe unavyotaka isound, ili hiyo loop sasa msije mkaonekana labda kuna mtu alishaitumia, hasa kwa loops ambazo ni free, sio za kununua. Mnaweza mkawa wote mnazo loops zinazofanana, kwa mnaweza mka vitu vikagongana, idea zikafanana, licha ya kwamba kila mtu alikuwa na vibe yake, lakini loop tayari ipo, kwa mnaweza mkafanana. Kwa unaweza ukatumia hii mbinu kuibadilisha key yake hapo kwa double click kwenda kwenye time stretching na kwenda kucheza na pitch hapo, unaihamisha pale ilipokuwa na inakuwa na saundi tofauti kama hivi. Hapo ni hivyo, lakini tunarudi kwenye ile saundi yetu ya awali ambapo ilikuwa na saundi hivi. Kwa hapo tayari kwa kutumia hizi loops na kuongezea hivyo vitu vyako, unakuwa tayari umepata starter, unatengeneza beat ambayo ni kali, ina sound professional au sound tena kama beginner, kutokana na kutumia nini, loops. Na siku zote loops zinasaidia watu wa sound kama mapro, kwa sababu unaweza kuwa hujui kufanya mixing. Lakini hapa kitu kingine, baada ya kuvipiga hivyo vitu nilivileta kwenye mixer huku, nikajaribu kupunguza sauti lakini pia kupani. Kama hapo unaona hii imekuja kulia, lakini unaweza ukaleta kushoto, kwa hiyo nikaweka iende kulia, afu hii inayofuata ikaenda kushoto, afu hii ikaenda kulia, lakini pia nikavipunguza sauti. Kama unavyoona hii imeshuka, hii imepanda kidogo, hii imepanda kidogo, hii imebaki kama ilivyo, hii imeshuka, ili tu kuleta ladha ya beat ionekane iko vizuri. Lakini kitu kingine kwenye kufanya mastering au mastering yako ya beat, unabonyeza hapa kwenye master, unarudi huku sehemu ya kuweka hizo plugin. Mara nyingi ukiwa beginner, penda zaidi kutumia hii Maximus, ambapo hii Maximus kwa mfano hapo, nenda hapa kwenye preset, upload kwenye mastering. Mimi napenda sana kutumia hii Clear Master. Ukiweka hapo beat inavyosikika na ilivyokuwa inasikika mwanzoni, itakuwa iko boosted, imejiboost. Kwa hapa sikiliza kwa mfano. Lakini ukizima hii Maximus, tayari beat yako inakuwa bado hujafanya mastering yoyote. Beat itakuwa ina sound, haina punch, ina sauti ndogo, yani haina nguvu. Mfano hapa. Lakini tukiwasha hii Maximus tuliyoweka, beat itakuwa ina sound na punch na inaonekana umeifanyia mastering. Hasa kwenye hii Maximus kuna kitu hapa unaweza ukabonyeza hii solo. Kuna low, mid, high na master. Kwenye low sasa utaisikiliza beat yako ikiwa iko kwenye low frequency na sound vipi, ili uweze kuadjust, ili ikipigwa kwenye mziki wowote basi itakuwa ina sound ambayo imetulia. Kwa mfano hapa ipo kwenye low, unaweza ukapunguza kidogo hapa kwenye pre, na hii hapa kwenye post hapa, ili tupunguze. Kama unavyoona hapa hizi waves nyingine zimepanda sana, afu nyingine ziko chini. Kwa kupunguza sasa isiweze kupika, yani isiwe na makelele, si ndio? Lakini pia ukizidisha huku kwenye low pale, unaweza kukuta mziki unapiga kwenye speaker kama zinataka kupasuka vile.
Kwa mziki hautakiwi uzidi wala usipungue, bali unatakiwa uwe wastani. Kwa hapa utaadjust kulingana na wewe unavyosikia. Hamna formula yoyote kwamba sasa inatakiwa uweke kiwango hiki, hapana, ila unaweka kulingana na vile wewe unavyosikia. Kwenye midi pia utaisikiliza. Kwa hapa sasa kwenye midi unaisikiliza pia jinsi inavyo sound, alafu utaangalia wewe unapunguza au unaongeza. Kwenye high pia unasikiliza kwa namna hii hapa. Hata ukisha angalia hapa kwenye low, mid na high, unakuja kwenye master sasa. Baada ya kuvipunguza au kuongeza chochote, inasikikeje sasa mpaka mwisho? Ndio unakuja hapa kwenye master, ndio itasikika hivi. Haya, kwa hapo tayari unakuwa umepata uhakika wa beat yako, na angalau ina sound vile ambavyo inatakiwa. Hata kama utampa msanii, basi ataona beat ina sound vizuri. Sasa tukija tukasikiliza vitu vyote na vile nilivyoongezea vya kwangu, kwa beat inakuwa ina sound hivi. Haya, kwa beat yangu ndio ikawa ina sound hivyo, na ukimpatia msanii hapo anaweza akafanya kitu kikali kabisa, mtu asifikirie kwamba ulitumia ni loops. Lakini pia hii ni frames ambapo msanii anaweza akaimba afu ukaja kujazia vitu vingine, beat ikawa ni kali zaidi na ukafanya kitu poa zaidi. Kwa
Kwa leo tuishie hapo, tutakutana kwenye video zinazofuata. Ukiona unahitaji loops hizo hapo, nishasema mimi kama wewe ni beginner unahitaji loops au hizo sample packs hapo, una comment tu hapo, tunachekiana, tunabadilishana namba, emails, mimi nakutumia hivi vitu vyote for free kabisa. Sihitaji hela si ya bando si nini. Kama unaona mimi natumia wifi hapa, kwa sihitaji kwamba eti nitakwambia unitumie hela ya bando ili niweze kukutumia hivyo vitu. Na natamani ujifunze, natamani uwe na vitu ambavyo hata mimi ninavyo na unaweza ukavitumia ukatengeneza kitu kizuri, kwa sababu naamini maproducer wengi ambao wanaweka beats huku YouTube sio wale ambao ni maproducer wakubwa, ukiacha na account ya Liza ambaye pia ana account huku YouTube, lakini na yeye anaposti vitu ambavyo ni ameshavifanya, ambavyo kwa mtu ambaye ni beginner ni ngumu sana kujifunza. Lakini kama unahitaji hivi vitu vitumie ili kufika hapo ambapo mimi nipo, basi mimi nitakupatia bure kabisa, sihitaji hela yako yoyote, kwa sababu nahitaji ujifunze. Unaweza comment hapo ili tuweze kubadilishana namba, tutumiane hivyo vitu. Chao.